Yesu akasema, amini amini nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na ukuchukua usikotaka. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Basi ndugu zangu katika Kristo, kama nilivyowaambia katika utangulizi kwamba naomba kwa leo tujifunze kitu kimoja tu, kwamba tunaaswa kumtii Mungu na kutii maelezo yake katika mazingira yoyote yale. Ukifanikiwa katika hilo, utakuwa Mkristo mwenye imani thabiti na utakuwa Mkristo ambaye huogopi chochote kile. Tumeona katika somo la kwanza namna ambavyo mitume wanakatazwa kwa nguvu, kwa kupigwa, ili wasimhubiri huyu Kristo aliyefufuka. Lakini mitume wanajibu kwa ujasiri na kusema, ni afadhali kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Na kweli hilo ni afadhali sana, kwa sababu wanadamu wote tuna mwisho, lakini Mungu huyu hana mwisho. Na ndio maana tunasema yeye ni jana, leo na hata ndio maana hata kwenye mshumaa huo wakati wa kuwasha tunaanza, wewe ni Alfa. Mnaiona Alfa iko hapo juu na Omega huku chini. Nyakati ni zako na ni zote hizo. Baadaye tunaweka hayo madonda. Huyo tukimtii milele tutaishi milele, kwa sababu anatuahidi yeye mwenyewe kwamba yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na kila anayeishi na kuniamini mimi hata kufa kabisa, hata milele. Lakini mara nyingi tunasomba na changamoto za maisha na misukosuko ya maisha, basi tunamwacha Mungu, tunakimbilia msaada kwa wanadamu. Hatujui kama tunaenda kufa moja kwa moja, na ndio maana hakuna aliyekimbilia mwanadamu akawa salama. Tumeona katika Injili, baada ya mitume kuona Yesu amefufuka lakini hawamuonioni, mara anakuja kama kivuli, leo anasema amani iwe kwenu, anasepa. Tumeona leo Petro anawashawishi wenzake warudi kuvua nini? Samaki. Kwa sababu anaona kama mambo haeleweki. Alikuja akasema amani iwe kwenu, akasema wewe Tomaso leta mkono wako, lakini hatumuoni. Leo wanarudi Galilaya Tiberia kwenye ile ziwa lao kuvua tena samaki. Lakini cha kushangaza, Mungu anaonyesha kwamba hata kama mkitaka kufanya kazi kwa ajili yenu hamuwezi chochote. Wanaenda zao usiku kucha, wanakesha, hawapati chochote kile. Ndio namna ambavyo sisi tunakesha bure. Lakini asubuhi kama saa ngapi Yesu anawatokea. Lakini anatokea pale hajitambulishi yeye ni nani. Anafika pale anawaambia, vipi waheshimiwa, mna kitoweo? Majamaa anasema hatuna. Anawaambia, haya shusheni jarife lenu pale. Haya wanaenda kushusha ile jarife. Yeye akaenda zake ng'ambo, akakoka moto vizuri, akatengeneza mazingira fulani vizuri, akaanza kuoka samaki kidogo na tumkate fulani, hawajui tumetoka wapi. Baadaye wanakuja kuvuta zile nyavu zao, ile jarife, wanakuta limejaa samaki, lakini mchana. Lakini yule Yohane, yule mwanafunzi ambaye Yesu anampenda, akamwambia Petro, aise huyu mheshimiwa, hata kama mnajifanya sijui nini, huyu ni Bwana. Petro kwa sababu alikuwa uchi akaogopa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kikosi kazi kuwashawishi wengine, oya twenzetu. Ilibidi ajirushe baharini, kwa sababu ni mwenye dhambi, yani hastahili kusimama mbele za Mungu, kwa sababu amemsaliti. Yeye ndiye alikuwa kiongozi, ameorganize wengine wamwache, warudi kwenye kazi yao ya zamani, warudi kwenye maisha yao ya zamani, sio yale mapya ya mfufuka. Anajitupa baharini. Basi baadaye akiwa anaamka anamwambia, hebu njoni mfungue kinywa. Ndugu zangu, huyu Kristo, huyu Mungu hakimbiwi. Sisi tutamkimbia wapi? Ndiye anayeshika nani afya yako, ndiye aliyeshika pumzi yako, unakimbia unaenda wapi? Lakini baada ya hapo tunaona jinsi ambavyo Yesu anamhoji maswali matatu. Wanipenda kuliko hawa? Anasema wewe wajua nakupenda. Anarudia, wewe Simoni wanipenda?
Alisisitiza mara nyingi, kama tunajua kusisitiza na wewe leo. Unampenda kweli Kristo kuliko vingine? Kwa sababu kama mwanzoni alimsaliti, asingeweza kumsaliti tena. Amemsaliti mara ya tatu sasa, ya pili. Ya kwanza ilikuwa pale anaenda kunani kuteswa, akasema sitakuacha. Yesu akamwambia, wewe kabla hajagoa hajaweka tutakumishanikataa mara hizi. Na kweli akamkataa mara tatu. Leo Yesu amefufuka, anajidhihirisha kabisa kwa watu kama nimefufuka, na siku ile Petro anakimbia kabisa na anaondoa na masanda, anafanya hivi. Lakini leo huyu anarudi kuvua samaki. Utamwamini namna gani eti? Ndio maana leo anauliza mara tatu, vipi wanipenda? Na yeye vile vinajomkana mara tatu, na yeye akauliza mara tatu. Akamwambia basi chunga, nadhani pale penye alikoma sasa. Maana alisikitika, na baada ya pale akamwambia, sasa wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Ndugu zangu, Kristo huwa mpatia uwezo yule ambaye ni mtakatifu sana, lakini yule mdhambi anayegundua dhambi zake na kuziacha, na hapo anakuwa amemwokoa moja kwa moja. Na ndio maana katika somo letu la pili tumeona namna ambavyo anawaambia ufunuo, wanafunuliwa wale ambao wamekubali Kristo na kutubu na kuosha damu yao kwa damu ya mwana kondoo, jinsi wanavyofurahi. Maelfu na maelfu wametulia zao mbinguni, kwa sababu walivumilia taabu zote na mashaka yote na kila hali kwa ajili ya Kristo. Wameketi mkono huo wa kuume. Nimesema maneno fulani hapa kabla ya humilia kwamba utakapokuwa mzee utapelekwa kokote kule usiko kutaka. Ndugu zangu, kukubali tu kubatizwa, wewe tayari ni mzee wa kanisa. Wewe ni mwanafamilia ya kanisa. Unapaswa kufuata jinsi ambavyo familia ya kanisa inataka. Tumeelewana waheshimiwa? Yaani ukishabatizwa tayari wewe ni mzee, uko ndani ya familia ya kanisa. Sasa kama ulikuwa na mambo yako utakatazwa, utatembea katika zile sheria za kanisa. Wewe ulikuwa unataka kurukaruka hivi, utataka uowe unavyotaka, tutakukatalia. Tutakwambia hadi ufunge ndoa, na wewe utasema sasa na wewe. Tutakwambia wewe ubatizwa ndani ya kanisa Katoliki, huruhusiwi kuolewa kanisa lingine lolote lile. Utapelekwa usipokutaka, kwa sababu umekubali kuingia katika utawala wa huyu Kristo. Umekuwa mzee, umefungwa sasa katika kifungo cha ubatizo. Sasa nilikwambia usifanye hivi, sio kwa sababu padri ananifuatilia. Sikufuatilii, ni wajibu wako. Ulipokuwa kwamba hujabatizwa huko hivyo vyote, siwezi nikakufuata kwamba fanya hivi, hapana. Lakini unapoingia hapa utapelekwa hata usipotaka. Lazima utembee katika sheria zile ambazo zinapaswa. Kwa ndugu zangu, tujitahidi tumfuate huyo Kristo. Kila kitu ambacho tunakifuata tumtangulize huyo Kristo. Kama uko kazini, kama unaenda kazini, sali. Kwa mfano watu na bahati ya kuwa na misa hapa, labda kama unaingia saa 2 kazini, unakuja kwanza hapa kanisani saa 1:40, saa 12:45, unasali na muomba Mungu, unaenda kazini. Utakuta Kristo amekukokea moto, uko vizuri pale, kwa sababu tayari umemtanguliza yeye. Hujaenda shamba, piga magoti sali, utakuta pale unapoenda kulima amekufyekea. Amekufyekeaje sasa? Ni ile nguvu na afya nzuri ambayo atakupatia ili uweze kufanya vizuri. Sasa ukienda pale ukafikuna hagangwa huna afya, utafanya kazi gani? Yeye ndio muwezo wa kila kitu. Njoo kwanza ongea naye, atakukokea moto kule. Kama wao mitume ambao walikuwa wana samaki yoyote, akaenda kukoka moto, akajua kabisa samaki 153 wakubwa wako hapa, akakoka zake moto, akashanga huu moto umetoka wapi? Ndugu zangu, ukimtumania Mungu katika kazi yote ile, atakutengenezea mazingira kunakoenda. Hata kama kabla hujafika utakuta mazingira yako safi. Hata kama wewe ni bosi au ni mfanyakazi sehemu fulani hivi, ukimtanguliza Mungu kasadi kabla hujaenda kule, hata matusi hata kuwepo. Lakini mna mingine unaenda tu, hata hujaanza kufanya kazi tayari umeshadibiwa siku. Mpumbavu wewe, masagani haya unaenda kwenye faili huvioni tena, kwa sababu umeshakuwa sasa sio mtu ambaye anaenda kwenye faili, ni mpumbavu. Sasa unaona kitu gani? Kwa sababu ya maneno mabaya ambayo umeanza nayo. Lakini ukianza na Kristo, utaanza na ile furaha ya kweli, utaanza na ule utukufu wa kweli, na utafanya kazi vizuri, kwa sababu hujamwacha Mungu, umeenda na yeye kila sehemu unapoenda. Tumsifu Yesu Kristo.